Okay, kwa majina naitwa Joseph Maina na ama unaweza niita Joseph Comedian. Na leo nimesema nifike hapa tuongee sasa. Bwana Jose, alafu rada. Nimesikia uko na ka story unataka tuongee na mafans. Nataka tuchape ka story hapo hivi. Trist ili mwenye ako pale nje akisikia hiyo story maybe inaweza msaidia. Inaweza muokoa mahali alikuwa aingia kwa shimo fulani hapo hivyo. Oh, nice. Sasa ninaona najua hata wale before hata tuendelee sana. Wanaweza taka kujua huyu mtu amejinyoa hivi. Ni nini? Kunaendaje? Okay, sababu ya kunywa hivyo sababu mimi ni comedian. I'm a Kikuyu comedian. Okay. By the name Joseph Comedian. Joseph Comedian. Joseph Comedian. Good. And internet ilianza wakati nilikuwa nafanya nini course yangu kwa college. Course gani? Nilikuwa nafanya electrical course. Oh, okay. Sasa hapo hivyo ndo nilirealize na kuwa na talent ya comedy. And sasa hapo ndo jani yangu ilianzia. But nikiwa tu kwa hiyo jani ya kujaribu kuchimbia hii talent yangu nione inaelekea wapi. Unajua mtu akilelezi kwa talent na inaweza kusustain kwa life, nataka nikaa kuiboost na work hard ndo ifike mahali unataka. Ndio kupeleke mahali. So nikiwa kwa hiyo jana tu ndo nilipatana na one of my friend, but yes, si comedian. Yes, yani ni mtu tu anasema tu ni mtu wa kawaida. Alikuwa tu my friend, but sikuwa najua background yake, sikuwa najua vile ufanya. Ni wale mabeshte tu mnapatanaga nao kwa njia. Ni wale tu beshte tunapatana. Anakuwa beshte wa maisha. Jua hata kwa shule alikuwa tu tupatana tu huko tu mtatu hivyo nikiwa nasoma tu. And huyo rafiki ndo aliniambianga, "Jua ni comedian. Na hii talent yako, unaona kuna makomediani wakubwa, kuna kama akina Kiengei, kuna kama akina nani, na unataka talent yako ifike hapo." Naambia that's why I'm working hard. Ndo pia mimi siku moja nijipata kama nikiwa nafika kama pale amefika pia wapo. Ananiambia kuna vile naweza kusaidia ili talent yako yaanze kushoot. Na yeye si comedian. Yes, comedian. but huyu mtu anaonyesha ako na tactics ama njia yenye inaweza fanya talent yangu ishoot. Kaambia ni sawa, juu hakuna mtu anadharau kusaidika mali anataka. Yes. So akaniambia utafanya hivi, kuna mahali tutaenda, but before tuende nitakupea namba, utaongea na mtu fulani, wewe nikosha atakusaidia. But huyu mtu hajaniambia nani atanisaidia ama hajaniambia tunaenda wapi. Kama ni sawa, ina shida. Leta tu namba, nitamcall, tutaongea naye nisikie vile anataka. Nikachukua namba. Kumbe namba nimepewa ni ya agent wa Illuminati. What are you saying? Agent wa Illuminati. Tunaongea sasa kuhusu Illuminati. Tunaongea kuhusu Illuminati sasa. Okay. Illuminati. Anipe namba agent. Tukaongea, nikampigia simu. Huyo agent sasa unajua alikuwa dhani nimeambia kila kitu. Niambia unaitwa nani, nikamwambia naitwa fulani wa fulani. Akaniambia wewe unataka kujoin Illuminati? Kwani ako mpaka na details that you're supposed to contact them. Huyu kijana unajua amenipa namba kama leo na mimi nitacall kesho. Okay. Ilikuwa Monday, ilikuwa tupatana hiyo best Monday. Ananiambia tutaonana kesho. Sasa kesho ilikuwa Tuesday. Kanipea namba nipige Wednesday, then tuenda kwa hiyo mtu Friday. The same week. Sasa mimi nikapigia hiyo jamaa. So na before nipige kesho, huyu jamaa leo amenipa namba, ameshaambia yule mtu kuna kijana yule fulani nitakupigia simu na hivi ndio nataka. Kaniambia unaitwa nani? Mimi naitwa Joseph Maina ama Joseph Comedian. Akaniambia wewe unataka kujoin Illuminati. Sasa mmepatana place specific kama sasa tunaongea kwa simu. Ni kwa simu? Bado hamjapatana? Hatujapatana. Ni organizing. Sasa nilipewa namba Tuesday, sasa nimepiga Wednesday. Then kupatana na huyo jamaa tunakupatana na yeye Friday. Sasa
tukaongea naye. Alitaja mambo ya Illuminati. Sikia tu kitu kiasi tu kwa roho huwa. Nikijua nasikia Illuminati. Unajua background yake. Nikasikia tu ni kama naweza fit. Unajua Illuminati. Unajua sasa nilipiga simu ilikuwa usiku, nilikuwa nimetoka shule. Nimetayarisha kasapa kangu hapo, nimedish sasa nimejiwekelea tu hapo. Kasema hebu niongea na yeye mwenye anataka kunisaidia. Hivyo nikasema hivyo ndo Mungu anakujanga. Ndio hii sasa. Ndio sasa Mungu amejileta tu. Yaani ametumia tu rafiki yangu kunifikisha polisi natakanga. Sasa nimejiwekea tu hapo kwa bed, ilikuwa kitu saa 3 usiku. Call wa jamaa. Sasa ni usiku mtu amekutajia mambo ya Illuminati. Nijafanya simu imesha kidogo kwa nikakata hiyo simu. Sasa unachukua torch kwanza kuchungulia huko chini. Unajua kitajua labda kwa area. Unajua sasa Illuminati sasa watoto vile tunaochi kwa movie. Yes. Unaona mtu anaweza kuja tu hivyo. Mpaka tu kwa nyumba. So nikata hiyo simu, kachukua torch. Nikaanza kumleka chini kama anaweza kuwa amesha hadi kwa nyumba. Alafu sasa unajua karibu sana ile nyumba nilikuwa naishi ni madhe fulani daktari. So alikuwa ameniambia nikaishange hiyo nyumba kaki ateka. Baada kulipa rent niwe nakaa huko. Ilikuwa nyumba haijamalizika, ni ya ghorofa moja. Lakini yake ya kuishi. So kuweka ateka wake. Okay. Kwa nyumba ndani ndo nakaa kwa room moja. Na ulipi? Silipi. We? So unajue nilichukua torch, kaangalia chini ya kitanda, nikaona ni kama hakuna mtu. Nikachukua nilizuka room zote mpaka chini ya stairs. Naangalia jamaa anaweza kuwa hapa. Yuzi sasa nimeshashikwa na hiyo kiuoga. Huyo mtu na ni usiku sasa. Tension imeingia. Na niko peke yako kwa hiyo compound. Huyo mtu ametajia mambo ya Illuminati, maybe meradi tu. Ametulia tu kwa room moja tu hivi. Akana mpango na Mungu. So tunajua tu mtu wa shetani tu ajiletanga tu hivi. Mnabonga naye one on one then ana disappear. Yes. So sema kwa ningetafuta hiyo jamaa, make sure hayuko kwa hiyo nyumba, ndo ni call tena. Tuko tu naangalia hivi. Huyo jamaa akanipigia simu sasa yeye mwenyewe. Akinipigia simu nikashindwa ama ameniona. Unajua unashindwa huyu jamaa namtafuta amenicall na kideti yake. Ama ameniona nikimtafuta amekuja. Akasema nicall aniambie niko mahali fulani. Sikupick hiyo phone. Nikaendelea kuzunguka tu nikitafutanga. Sasa unajua sasa uoga imekuwa times 2. Yes. Sasa nilikuwa na uoga part 1, nilikuja uoga part 2. Hii sasa imekuwa sasa ya kunipigia sasa, hii imekuwa noma. Sasa hii mpaka natetemeka sasa. Niko peke yako hiyo nyumba na sisi iko na aina stima. Nilikuwa natumia solar panel. So kabla kutoka kwa nyumba, place nalala, kengine nje. Ukianza kukumbuka movie unakumbuka zinazimaga, stima zinapoteaga. Ndio hiyo. Zinapotea tu once. Sasa kashindwa sasa huku nitafanya nini? Unajua huyu mwenye ploti, huyu mwenye amenikae huko, siwezi mtajia mambo ya shetani juu ni Mkristo. Hata mimi nilikwenda kanisa, hata sikuenda kanisa. Nilikwenda kanisa. But nilikuwa tu naenda ile kanisa tu, ya kuenda tu for the fun. Ulikuta ulizaliwa ukaambiwa enda kanisa. Mimi pala nimezaliwa Catholic. So nilikuwa tu najua nafaa kwenda kanisa. But ona zile za maybe unaweza kuwa youth, unaweza join group fulani kwa church. Mimi nilikuwa tu mshirika wa kwenda kanisa. Mimi nimeenda kanisa na nimetoka. Sana imepita hivyo, ukihesabu wenye alikuwa ameenda kanisa, mimi niko mmoja wenye alikuwa ameenda kanisa. So nikaa tu nilikuwa na kanisa kuhesabiwa. Sasa wewe mtu hawezi mwambia mambo ya Illuminati, jua anaanza kufukuzwa kwa vibaya sana. Unajua chenye kifanya ni anipee pesa ya kuishi, niko shule na wazazi wangu aweze afford kunilipia mpaka rent ya nini ya hao nikisoma. Jua hata shule nilikuwa nimesponsiwa. Na ilikuwa shule imeanza mpya, so unajua kuna kwa wale mapioneer. So hapo mzazi wangu akaramiki anything. Na kulikuja na mtu mwingine hapa ameniambia nikae kwake, yani umemweza kuambia mambo ya Illuminati. Ndio Mungu unasema anakuja. Sasa na haikuanza pale uliambiwa chunga hii nyumba? Hapana. Haikuanzia hapo.
Jua sikia huyu mwenye ni collect kwa Illuminati hata G-Press naishi. Jumi na kwa watu wale wa before ujue kwangu lazima nikusome vizuri. So siwezi juana na wewe leo. Au nipeleke. Hii tukuje unitembele. Unaweza leta mtu hii nyingine amekugeuka amebeba kila kitu kwa nyumba. Amebeba maybe hiyo ilikuwa ni site. Huyo mtu anaweza panga jama ya kuja fale huko. Unaona sasa shida itakuwa kwangu. Wewe. So kwa hiyo anajua place naishi. Alikuwa anajua nimerent mimi mwenyewe. So hiyo kiwa kaza kuniingia. So woga imekuwa times 2. Nasikia sasa mpaka natateka mpaka miguu mpaka sasa siwezi kupanda stairs. Ndapanda mpaka karibu nipanda na magoti. Ndio niende first floor. Tena nichunguze huko. Niona kama mtu anaweza kuwa apiga seti huko. Kana kazunguka room zote. Kaona hakuna mtu kateremuka. Nikaenda tu kujekea kwa kitanda hivi tena akanicall. Hai nikashindwa kwani kunienda aje. Sasa anakupigia anakuambia? Bado sija pick phone. Pick ile ya kwanza nilicall. Sasa ile ya kwanza nilikuwa ndio iwaga iliingia times 2. So siku pick your phone. So yeye amepiga ya pili ndo nimepiga. Na akaniambia naelewa credit yako ilisha. Nikamwambia ulijuaje? Na nilikuwa nikienda unajua mimi nikata simu but kwenda kuangalia credit ilikuwa imeisha. Nikamwambia ni sawa ya credit ilisha. Akaniambia sasa nilikuwa nakuuliza swali wewe ndio unaniambia unataka kujua Illuminati. Akasema acha nimwambie. Nikamwambia ni mimi nilikuwa nataka kujua Illuminati. Akaniambia sasa tunakuwa na conditions. Ili tukuassign huku kwa mmoja wetu ama ili tuweze kukusaidia kutimiza chenye unataka lazima usacrifice mtu. Sasa tumeenda kwa kusacrifice mtu. Sasa tunashia kwa sacrifice. Wewe. Sasa hakuna anything inaendelea kama uja sacrifice. Nikamwambia sasa sikwambia sitaingia. Namwambia kama nitaingia with my own conditions. So ni wewe unafaa kuingia au utaingia na zao? Sitaki kuingia na zao. Juzao za kusacrifice mtu na mimi sitaki kusacrifice mtu. So naingia kwa shetani with my own conditions. Wewe ni mafia. Nikamwambia akaniuliza sasa conditions zako ni gani? Wewe conditions zangu ni sina mtu wa kusacrifice. Kaniambia uko sure uweze pata mtu. Nikamwambia siwezi pata. Hata kama ningekuwa na yeye siwezi. Kaona kumeharibika. Juu for sure mimi siwezi sacrifice mama yangu, siwezi sacrifice baba yangu ama mtoto wetu ama rafiki yangu mwenye wa familia, siwezi sacrifice. Ati sijui ndo nikuwa na drive viti hapa. Sijui nikifika kwa uwanja unasikia watu wote wamesema tu ni mimi. Kasema hiyo siwezi. Nikamwambia fanyeni hivi. Tafuteni njia nyingine ya kuniassign lakini si kusacrifice mtu. Akakata simu. Hako inikao tena. Sasa walipea jamaa mwenyewe namba yangu. Bado nije Illuminati. Wewe jamaa akanicall. After how long? After 1 week. Akanicall. Ananiambia, hata wewe yako unaitwa nani? Aliniambia wewe ndio unaitwa fulani. Kwambie ni mimi. Na wewe ni nani na ulijua jina langu? Ulijutia jina langu wapi? Kaniambia nimepewa na mtu fulani. Alitaja mtu jina lakini mtu mwenye tuko tunaongea naye je tu akaanza kunipea jina yake. So nikashindwa kuna mbona ndani mwenye amejua jina yangu mimi simjui. Nikamwambia sawa unatakaje? Kaniambia wewe ndio ulikuwa unataka kujua Illuminati. Akasema cut long story short nitamwambia ni mimi. Kaambia ni mimi. Niambie sasa. Kaniambia nisikie ulisema una mtu wa kusacrifice. Nikasema venye alikwambia hivyo ndo kuku. Sina mtu na kama ningekuwa naye siwezi sacrifice. Kaniambia sasa tuko na another solution. Utafanya hivi. Kanaweza kuna pesa karibu. Nikamwambia siku nayo lakini enda kufanya nini kwa pesa na ati mpesa? Kuna pesa karibu na personation. Pesa kunazo na ni mingi sana. But sasa naenda kufanya ni kwa nini pesa na sina pesa? Kaniambia usiulize maswali mingi, wewe fanya hivi. Kutoka place huko kwenda place unaishi, kwenda kwa mpesa ni utateki how long? Nikamwambia ni kama 5 to 10 minutes. Kama sawa. Akaniambia afanye hivi. Enda hadi kwa hiyo mpesa.
nikaenda paka kwa M-Pesa. Akaniambia na usiingie na usikaribie kama umeenda kwa M-Pesa lakini ukaenda ina M-Pesa. Lakini unajua M-Pesa umeenda. Akaniambia make sure hiyo M-Pesa unaenda. Niambia unaona agent number vizuri. Kaambia niona vizuri kabisa. Kaambia hebu isome nikiandikanga. Nikasoma akiandikanga. Tukumeza akaniambia fanya hivi, sasa ingia kwa hiyo M-Pesa. Alafu ucheki unaona hii namba nimepewa. Unaona venye naambiangwa, sema umenipa namba yangu, nikuza ni save nani? Niambie save kama. So wao waliniambia ni save namba yao, baada ya kuandika jina niandike namba ya Safaricom. Ili nikienda pale kwa M-Pesa, nikipatia mwenye M-Pesa simu, ataona ni Safaricom mwana call. So unaona umecheki hiyo picha. Okay. So namba yao just save na jina. Nimesave na so unafaa ukienda pale umpatie simu. Nafaa nikifika pale nimtumie plus call me and call then nipe agent number. Nipe agent wa M-Pesa simu waongee na yeye ili sasa waanze kumkoroga akili, awaambie limit ya fruit yake M-Pesa. Wajua wao tukiwaambia mtu expert wa for M-Pesa, ukimwambia fruit ya M-Pesa yako, najua hiyo M-Pesa inatoka pesa kama ngapi. So wakaenda wakamhoja wakifika kwa unaweka fruit ya pesa ngapi kwa M-Pesa yako kila siku, ni msichana ka suspect kuna danger. Mama imeanza ku happen. Namba imeanza ku happen. Unajua sasa na before niingie pale kuna kizungu niambie niende nayo pale. Kuna majina ya kizungu umepewa? Hii majina ni kifika pale niseme nilitumia mtu na pesa zangu by mistake. Alafu sasa nataka huyu agent wa M-Pesa anisaidie kurefund hizo pesa. So mimi siwezi elewa kizungu Safaricom, mwenye M-Pesa tu ndo anaelewa. So wataongea naye baka pesa zangu zirudi. Sasa mimi ukumbuke kuna pesa nimetumia mtu. So wale so hivyo ndo vile happen. Hivyo ndo nilimwambia ndo akubali kuchukua simu. Na before then alikuwa amesense kuna kumeanza kuharibika. Alianza hapo amesense. Ameanza kusense hapa penye ameanza kutajia mambo ya fruit, unaweka fruit ya pesa ngapi kwa kila siku. Sasa kuna ile fruit pesa inawekangwa. So kama the more unaweka fruit kubwa kwa M-Pesa, the more kumaanisha M-Pesa inakuwa active sana. Sami akamuuliza, akamwambia ati fruit. Mbishana akaniambia sitaki hizi story. Hivyo sasa Safaricom ni wakora. Mchana akaanza kuonesha watu wenye walikuwa karibu. Ule kijana alikuwa anataka kuniiba, ule kijana alikuwa anataka kuniiba. Sasa ni wewe. Mimi nikahepa hivyo. Nikatoroka. Uzuri vile nilikuwa nimevaa kikofia na madigaga. So hakujua sura yangu. So ungeenda uchomwe tu kidogo hivi na utoe kofia. Sasa mimi life yangu ingeishia Kamete. Sasa akaniambia koko umeumana. Nikamwambia koko umeumana. Akaniambia usikufe roho. Mwanaume huwa give up. So ni wale. Enda pesa nyingine. Na mjapatana face to face bado? Tujapatana. So hapa hataka kunitumia, nilikata kufuata instructions zao. Nilikata kuingia kwa territory yenyewe na niingie na masheria zangu. So na haiwezekani. So ni kama uende kutengeneza katiba kwa serikali nyingine. Haiwezi. Haiwezekani. So akaona huyu jamaa hatujui tutamwonyesha sisi ni akina nani. Sasa mimi nikaenda kwa M-Pesa nyingine. Akaniambia simama mbali. Akaniambia uko hiyo mna communicate na nini? Na simu. Wanapiga. Sasa tunaenda tukicommunicate. Karibia M-Pesa. Wananiambia sasa soma hiyo agent number. Sasa mimi nikaenda kwa hiyo M-Pesa nyingine. Akaniuliza na mwenye M-Pesa ni nani? Akamwambia hata si dem, ni mzee fulani hivi. Wakajua sasa huyu tutakoroga vizuri. The condition ilikuwa female. Si male. Kama ni male, hiyo M-Pesa hizi waka. Juni kama wanaamini male anaweza recruit female
kwa Illuminati vizuri kuliko venye male anaweza recruit male na female anaweza recruit male vizuri kuliko venye male anaweza female anaweza recruit female. Oh yes. So ni kama wewe unataka kukutisha mtu mmoja kwa Illuminati na ni rafiki yako, ni easier wewe kupeleka dem kuliko kupeleka boy. Juu sasa kukatia boy ni ngumu, but unaweza katia dem na ingia box yako na umwambie tuenda out kumwenda kwa Illuminati. So nikamwambia huyu ni madhe fulani hivi, wakajua sasa huyu tutamkoroga vizuri, na sasa nikasoma jet number nikawapea. Miaka huyo mama kwani ilikuwa imeenda? Alikuwa madhe, alikuwa kitu 50 something kwenda juu, hapo chini hapo. Sasa mimi si nikawapea agent number, kaniambia sasa enda hapo. Nikaenda hapo, nikifika nikawaflash wakacall, nikaelezea madhe hii ni simu ya Safaricom na nilitumia mtu pesa zangu 1500 by mistake. Hizo pesa tu nilikuwa nazo mbele na nyuma, sikuwa pesa zingine. Safaricom wanataka msaidiane na wao ili hizo pesa zangu zirudi. Madhe akasema ni sawa. Madhe kuongea na yeye, hii madhe naona tu akiambia tu mambo akiandika kwa kitabu, inamba fulani anaandika, sijui fruit anawaambia. Madhe ikoroga mpaka pesa zilienda. Pesa zilienda. Wacha. Ako peke yake kwani? Walikuwa na kijana fulani lakini kijana hakuwa anashikia huko. Juu sasa juu ni kama ikizungulia kama ilikuwa inatumika hapa. Safaricom alikuwa anamwambia tutakupea promotion ya fruits. Ukisikia kuna venye kabisa kwa katabu. Zako zinaenda tu, akili hata inalipuka. Akili yangu. Akili ya ule mama hiyo madhe. Akasahau alikuwa kazi. Sasa madhe sasa changanyikio. Sasa tunaambiwa pesa yako itabusiwa na fruits. Na hiyo fruits kununua ni pesa. Kasema sasa hapa. Pia najua alisema kimoyo moyo. Hivyo ndo Mungu anakujanga. Mungu nilikuwa nimekungoja. Sasa mimi simu yangu ikamaliza kazi yake. Unajua ukumbuke hapa hakuna kitu nalipwa. Hii ni recruitment. Na inaenda siku ngapi? Ilikuwa na happen within 2 hours. Nilikuwa maliza hizo story, nimekuwa recruited. So after kumaliza kazi, nikachukua simu yangu mimi nikajipea shughuli. After kutoka hapo akapiga tena. Kaniambia umefanya kazi poa. Sasa enda utuche kwa nyumba atakupigia simu. Nataka nifike kwa nyumba, pesa zote madhana najua zilikuwa zimeshaenda. Juu ange withdraw pesa nikiwa hapo. Juu utaitisha ama utachuna? Utaitisha ama utachuna? Sasa unajua hizi pesa zitafollow kwa simu zao. So mimi hakuna pesa naona na macho. Seti pesa zinatoka nichukue ni wapenda. Sasa wewe ndiye agent. Mimi ndo agent wako sasa. Mimi ndo ni kama agent wa kampuni yao kwa hiyo town. Nikafanyika hivyo. Ni wapi huku sasa? Ni hapa tu Dumbeli hapa Kiambu. Hapo Kiambu? Si mbali. Sasa nakupea stories za mbali sana. Ni hapo tu. Bro, unajua nimekaa Dumbeli. Nimekaa Dumbeli? Nimekaa Dumbeli 2020. 2020? Tuendelee. Sasa usijali huko si Illuminati wako huko. Illuminati wako na huko hivi, na huko Nairobi. Sasa unaona sasa hizo pesa zimeenda hivyo. Na mimi hakuna pesa, hata sijui zimeenda pesa ngapi. Yaani but najua zilienda in a minute, in a span of a minute hapo akili imeenda na ikakuwa ametokwa. Pesa zake zilikuwa zimeshaenda, fruit yake yote. Pesa za watu zilikuwa zimeshasonga hivyo. Lakini mimi uzuri ni wako nijua sura. Jujua hata nikienda kufollow hizo M-Pesa nilikuwa pia condition. Utumie ujanja yako. Ukishikwa atuyuko hapo ni wewe, ni wewe na ni wewe. So kama nitashikwa nistaje mahali Illuminati. Niseme ni mimi niko kwenda kufollow M-Pesa. Watajua vile watakutoa ama? Hakuna mahali unatolewa. Ukishikwa ni hivyo. Ukishikwa unaozea kwa jera. So lazima ningevalia vile hata kama hata nijua sura. So mimi hako ninoki sura, lakini najua tu walisema nifuatwe, lakini najua hakuja kwenda. Najua nilipata tuchochoro tu hivi nikafika kwa nyumba.
After hapo mimi sikuipata simu. Sikuipigia simu na mtu. Kumbe alikuwa anataka kunitumia. Aliona juu sikukubali ni condition zao. So walitumie kutafuta pesa. So mimi nilikuwa nikaa tu venye natumia robot. Unajua robot inafanya kazi na ipata mshahara. So mimi sasa nilikuwa robot wa shetani. So mimi tu ni piga tungeta but sipati mshahara. After hizo pesa kuenda hapo ndo maisha yangu yalipikia. Maisha yangu sasa hapo ndo maisha yangu ilianza. Na sasa hivi bado hapa unasoma? Bado nasoma. Bado nasoma. Ndiko aka sasa kanaumana. Ndio aka sasa kanaumana. But that time nilikuwa karibu tu kumalizia shule. Nilikuwa bado kama 1 month tu hivyo nimaliza shule. So mimi nikamaliza kibarua yangu but mshahara ujua hakuna. Hakuna recruitment ilikuwa. Mimi nilikuwa tafutia nilikuwa job ya mtu. Ilikuwa tu ni kama kislave tu hivi. Sasa hakuna mtu alijuanga hiyo story. Kuna mtu wewe naenda kama mtu nilikuwa nimefora nini? M-Pesa. Na mimi uko natafutwa. Bora uko kujipeleka kwa jela ukijiona. Hapo ndo umejipeleka kwa jela. So after hapo mimi life yangu ikaharibika kabisa. Kama nilikuwa comedian ile simu nilikuwa natumia kurekodi nini comedy zangu haribika tu hivyo. Karibika umeshaona simu umeacha kwa charge bado unapata kama imeungua. Motherboard imeungua, imeungua kila kitu. Hauna simu tena. Mai ilifuri kapasuka. So nimebaki hivyo. Kumaanisha sasa comedy zangu hazitaendelea tena. But by that time nikifanya hizo comedy si kuanga hivi. Hivi nimeamua tu juzi nikasema join talent wacha tu nikue comedian forever. Which is the reason behind wewe kunywa hivi? Mind you, tunajua Kikuyu comedian ambaye yunywa hivi. What made you feel maybe you nyoe hivi? Kwa sababu ulikuwa unapata mimi ngenda event uwezi pewa chance. Juu hata kiambia mtu ni comedian na una character yote ya comedian. Yaani vile umevalia tu kama mtu tu wa kawaida. So hakuna kitu hakuna label kurecognize tu ni comedian. So hata ukienda kwa event kama unataka kuuza talent yako, hakuna mtu kurecognize hata nafasi upewi. So that's when nikadecide kunywa hivi. Hata nimenywa tu juzi. Ni ajuzi. Ya juzi tu. Kutoka ninywa sijafanya show yoyote. Okay. Hii ndio show ya kwanza. So ninywa tu hivi ndo at least hata ukienda mahali kwa event hata kama ujaomba ruhusa hata unajua kwa compound kuna comedian. So hata maybe ukienda kuomba chance pale maybe unaweza pewa. Kwa hivyo si ati nywele imekatika. Nywele hajakatika. Mimi ndo nimenyoa hivi. Ninakuwa na kibalo ngumu sana juu sasa kipara imeange nywele. Sasa lazima kipara ikae kiyo kipara. So hapo life yangu sasa imeharibika. Unaona siwezi shoot kitu yoyote. Then after hapo nimekuwa zile chances nilikuwa nazo, nilikuwa na opportunities na pale zinaondoka one by one. Kama nilikuwa na opportunity ya kampuni fulani imeondoka hata kama haijaanza. After hapo unapata baka napata nimepata chance ya kuingia kwa media. Kama after hapo nilipata chance ilikuwa this year nikapata chance hapa hivyo Umoja. Kuna radio ilifunguliwa hapo inaitwa Weteki FM. Weteki FM. Weteki. Ni ya Kikuyu Ni ya Kikuyu. Ni ya pastor fulani anaitwa Bishop, anaitwa Pastor Kenyatta. I think unamjua. Hiyo jina ni familia. Pastor Kenyatta ni pastor famous sana. Alifungua studio ya radio hapo. Nikapata chance ya kuwa radio presenter huko.
Na hiyo comedy. Na hiyo comedy tu. Hiyo comedy ndio ilinipe nafasi ya kuingia huko. But hata by that time siko bado nimenyoa. Nilikuwa tu na act tu. Niko na vibes but character bado sijaanza kuvaa kama comedian vizuri. Nikapata chance na tukaambiwa tuko internship, na internship inaanza miezi kadhaa. Internship ilikuwa ina miezi tatu kutoka miezi tatu hapo hivyo. Ndio ilikuwa imeshika mwanzo kulipwa. Internship sana in most of the companies inakuaga 3 months. So nimefanya internship mwezi wa kwanza, nikaperform, nikapiga show. Unajua sasa mimi sijafanya ni mass communication, but nimeenda mpaka nimekuwa mimi ndo host wa show. Juu vile mimi na present kwa show unapata mpaka napita mwenye show mwenye akona course ama mwenye akona certificate ya media. Okay. So nikakuwa mimi ni host, nika host show ilikuwa ito Odaka Moto ile. Nika host mwezi wa kwanza, host mwezi wa pili. Yuko internship ama bado niko internship. Okay. So niko kwa mwezi wa 3. Niko sasa tukienda kuingia mwezi wa 3 mambo ikaharibika tena hivyo. Nikajipata sipati fare kutoka Kiambu kuja kupiga show. Sasa hiyo mnakuja show wapi? Nakuja show hapa Umoja vile. Natoka Dumbeli, lakini show yangu sababu uko internship hauna fare. Sina fare, lakini uzuri show yangu ilikuwa ya Saturday na Sunday pekee. So strain sana ati. Si strain. But in a way. But ujue bado wa mashetani tu wanawinda tu. Kwa sababu baka job hadi saa hii unaenda Umoja bado wanakufuata. Hata time unaenda Umoja, unaona after kufuata mpesa. So hapo ndo ulishikia refu yangu sasa. Walikuambia kijana unajifanya kujua. Unajifanya wewe ndo ndume. Tutakuonyesha kuna mandume. Sasa unapata baka hii katikati ya wiki tu hivi, baka kupata pesa tu. Hata acha pesa kupata job baka ya MJ ni ngumu. Ngumu kabisa. So napata zile pesa napata tu pesa tu za kwenda kupiga show. Napata mpaka pesa za rent siwezi pata. Alafu kumbuke huko kwa nilikuwa nakaa nikisoma, huko nikitokanga. So huko niko life nyingine. What? Niko life nyingine. Na ile life niko pia nimehostiwa tu na mtu tu. Nimehostiwa na mtu. Alafu tena nilikuwa bado na keki spirit. Nilikuwa ni spirit kama ni kinini kilinikianga. Najipataka tu nimekaa kwenye niko kwa mwanamke. Najipata tu press niko kwa mwanamke. Unakuta mwenye nyumba ni mwanamke. Na hakuna mzee huko. So hapo ndo hata ifika press nikaona ni kama machine walinesa kitambo, sasa wameneza saa hizi. Alianza kutoka 2020 kwa machine walinianzanga. Hajanianza hapa nimeanza kusoma. Ama hapa nimeanza talent. Nimeanza kitambo. So nikikuja kuingia mwezi wa 3 kwa internship, pia ikaanza kukosa. Nikakopa weekend ya kwanza, nikashindwa kulipa, nikakopa ya pili, nikashindwa kulipa. Nikamwambia director, sasa hivi tutafanya, nimesha imekuwa hivi na hivi na hivi, sitakuwa na mechi kuingia show. Hesabu yangu imekataa. Hesabu yangu imekataa juu nimekopa sasa, baka sasa siwezi kopeshwa. Siwezi kopeshwa tena. Kaniambia ni sawa. But nikamwambia acha niende in case mambo ikuje kubadilika after 1-2 weeks. Naweza rudi kwa studio. Nikaenda after 2 weeks tena nikaanza kupata to squad tu hivyo. Napata tu ka job hata kama ni mara 2 mara 1 kwa wiki. Nikaingia itukaru ratio. Hata sikuipata nini. Imagine sijaipata kazi ya MC. Na mimi I'm a professional MC. Okay. My viewers I think mnasikia. Ujue mashetani ndo hao ndo wanafanya hizo mambo zote. Hadi wanacheza kama wao. Siwezi pata hata nikete hakuna access, unaenda unakudogo kumefungwa. Siwezi pata access ya kuingia mahali popote. Hata advert
unajipata anafanya advert bure. At least wale wenye kampuni waone huyu jamaa anafanya kitu, waniambie kuja tu ufanye kazi kwa mshahara. Hakuna mtu anaona. Hakuna. There's a story ambayo tulikuwa tunapigiwa na Apostle. Alikuwa anasema sometimes situations kama hizo ati unakuaga mtu kama unakuta madam ameenda akona miaka kama 36 hajaolewa na ana mtoi. Ati hao watu ni kama wanakuaga wamekupiga mask hapa wameka married. Na huyo demu ni mrembo. Na she has everything. Hata fika nini inatakikana. Sasa wewe uko na duka lakini wanaona kuna wateja. Imeandikwa kuna mteja. Ama uko na duka wataona wateja wako full hata wamepanga tu laini na hakuna mtu. Sasa hii yako inunuliwi. Yangu inunuliwi. Unaenda kwambia mtu mimi unaishi kwa advertise kwa Facebook ama hata kwa social media zangu hata YouTube ama professional MC. Hata hakuna mtu asiye wewe ndiye professional. Hata kutengeneza hiyo video. Hata ipate viewers. Hakuna mtu amewatch. Hakuna mtu ameona. Hiyo yenyewe ni MC, hakuna mwenye amewatch. Hiyo unasema ukipost kwa Facebook. Mimi I'm a good job advertiser. Aina unawaambia wewe ni influencer. Hata ina like. Kitu kimehang tu hapo wiki moja. Na haiko imehappen hivyo kwako before. Before ulikuwa unapata misi kwa sababu nilikuwa naweka video hapo ama hata naambia tu good morning kwa Facebook ina shoot kushoot. Wati hapa sasa umekuja ukajichanganya hapa wameshika kila kitu yako. Wameshika talent yangu, wameshika everything. Social media wameshika. YouTube yangu aisongangi. Ilifika 112 subscribers. Ikakuama. Hapo ndio ilikuwa manga mpaka wa leo. Ajienda mahali. Guys, nadhani bado tuna follow hapa sababu I think we need to support this comedian. Ukiweka video apparently he's a Kikuyu comedian. I think nitakuwa tutapin, we are going to pin his YouTube channel. We subscribe ili at least tuone mahali ataenda na mnunue talent. Kama uko na any occasion, make sure that umempigia namba yake iko hapo chini. Make sure utampatia in case uko na any event. Sasa unaona sasa ameshika kila kitu yangu. Umekaziwa sasa. Nimekaziwa kila mahali sasa amegeti kila mahali na amefunga na ile kufuli kubwa. Siwezi pita. Unajua kwambia watu wa subscribe kwa YouTube yangu ni kama unaropoko maneno zako hapo. Unakomment Facebook. Hata kuna unaamka unaenda mwezi mzima. Unaenda mwezi mzima ukikomentingi tu hata hakuna mtu wako na shughuli na Facebook yako. Tuendelee. Sasa unaona hata ukienda mahali kuna comedy ama artist. Ndio hata kujua mtu ni nani. Mimi hakuna mtu anataka kujua mimi ni nani. So opportunities zangu zote wamefunga hivi. Nikashindwa, kwani nini na happen kwa hii maisha yangu? Kila mara amefunga. Nikienda kuuliza job kama after nimetoka huko kwa kwa Wetekio FM ulitoka. Nilitoka. Nikaenda kuuliza job clean shelf hapa Kiambu town. Mimi mwenye nilipata huko aliniambia before niingie huko manager huko ni best yangu. Nilipatana na mtu before niende kuuliza job huko. Yule mtu akaniambia huko akaniambia kwa clean shelf kuna vacant. But huko ya road show my MC. Niko nataka kufanya tu juu hii mambo ya comedy na ku MC na ku advertise imekukataa. Imefungiwa, imeshikwa. Imekukataa. Sasa acha nifanye tu kazi. Yote yenye nitapata. Juu mpaka mjei nimekosa. Nikisema niende kaangalia mjei napata hakuna nyumba inajengwa. Mwisho shetani kufuata pata na mbona sasa ndio huyu nyumba. Bwana kutafuta mjei hakuna nyumba inajengwa. Unashindwa kwani leo ni holiday. Ukitafuta nikajitoa kwa job kakuza uji power hapo Dumbeli. Jije kwa feed hivi
Paka watu ni kukutusi tu. Wananunua uji wanakutusi. Gume. Hautaharibu biashara yenyewe. Sasa ni mimi nataka kuua roho. Huyu shetani yako kila mahali sasa. Tuko tunazana na demu fulani. Unaingia kwa field. Mlikuwa mnafanya Kwa tumeajiriwa. Tumeajiriwa tunalipa na thermos. Ukienda na thermos moja iko na watoto vikombe 6. So ukienda na thermos moja unapewa 60 bob. Na thermos inapewa mwenyewe 300. So kwa 300 unapewa 60 bob kama commission. Kwa field wewe ndio kutusi. Unajua hiyo uji na wenye nakunywanga sana na wanaume. Hadi pa uji pa. Umesema 60 bob pa 60 bob pa thermos. Pa thermos. Hii thermos kubwa. Kwa hivyo unafaa kukimbizana na hiyo. Unafaa kukimbizana na hiyo uji. Ili uende na pesa. Hii kama ndio iko na njaa. Peleka na hiyo uji. Mimi naingia kwa field. Kingia kwa field. Watu bado wanaona uji ni kunitusi. Unajua sasa tunauza na demu. Huyu demu alikuwa ameingia job mbele yako. So mimi nilipata akimesha job kimeshashika. Nenda kuuza mtu akunywe uji. Lazima uulize mtu. Nakwambia fanya hivi, tukunywe uji wa wanaume, tukunyanga ya wasichana. Kama tukunywe uji, anavaa dress ama skirt ukuje. Na niko biashara. Na sasa hizo nitafuta pesa, mtoache kwa wenyewe, nianza kurent. Ukae sasa wewe peke yako sasa. Sasa nianza life yangu. Nilikuja Nairobi ili nisaidie home. Tunajua hizo mashida ni changa home. Sasa baka shetani bado amekuja baka kwa field. Unaona hii field anakuja kuuza uji. Shetani alisharandi kitambo. Siwezi uza uji. Demo anauza thermos 12. Demo anaenda na dhao na kwa nyumba. Mimi nauza thermos moja. Giza naingia. Thermos moja. Wenda kama 60 bob. 60 bob. The whole day. Mimi nikienda hivyo, unajua 60 bob. Ujakula lunch. Ujakula. Mama alikuwa anatupea ka 50 bob ka lunch. Patana sasa kama already faida kwa job yake mpaka hivi atasikia uje kukupatia. Tukafika mahali baada ya 50 bob ya lunch ikakuwa noma. Akakasema kaniambia sasa atakuwa nakupea juu. Sio ni faida yote kwa job. Nikafika mahali nikaona hii job inipeleke kwa 60 bob sasa hivi nayo. Nikaacha job. Nikaacha job. Kasema sasa acha nitafute mjei. Hii mjei ndo nakwambia unaenda unapata jumba hazijengwi. Na labda last week ulikuwa umeacha zikijengwa. Ni kama machangu ndio naona hakuna watu lakini kuna jengo watu. Igwe pia wamekufunga macho. Machangu naona hata building zote ziko sawa. Hakuna mjei inaendelea mahali. Hakuna mjei inaendelea mahali. Lakini nyumba zinajengwa mingi sana. Ukiangalia Kiambu kujikosa mjei. Hakujai kosa. Lakini mimi nazunguka napiga round siku mzima mpaka Kiambu town. Nyumba zote ziko sawa. Zimeshafanywa finishing. Bado nyumba zinajengwa. Mnavuka mpaka macho sasa. Sasa mimi naona vile nataka. Wewe umeshaona kama TV unaonanga venye director anataka uone lakini sio venye unataka kuona. So hivyo ndio kuko. Sasa hizi kwa field tafuta job but naona venye wanataka nione lakini sio venye mimi nataka kuona. Mimi nataka nione job, niulize nifanye kazi. Wao wanataka nione job zote hakuna. Nyumba zote zimeshamalizika. So life yangu imefungwa kabisa. Like umeshaona umekaa kwa wenyewe unang'ang'ana. Unakaa kwa mwenye wako anaona kama mwenye ngani. Sababu hakuna kitu unaleta. Juu sasa huyu mwenye nakaa kwake ni madhi. Akona boy mmoja. Yeye boy anakuwa shule mbali. So mtoi. Sasa tuko tu naye kwa nyumba. Madhi. So mnakaa nyumba moja? Nyumba moja. Tunalala nyumba yake ni iko na bedroom 2. Sasa sitting. So ya bedroom ile mimi sasa na yeye kijana yake. So anaona kama sifanyi any effort. Okay. But mimi
huwa nasahau kutafuta job sipatangi. Sasa after hapo nikapata, after kuacha ile job ya uji nikatafuta mjini nikakosa, nikapata kajob kingine ka security. Sasa ni ile inakuja kwa njia. Sasa hiyo kama hiyo job ya security nilipata kwa njia, nilipata hata na mtu sijui. Ni ile mnapata nayo kwa njia, sasa wewe kuja ile inakuja tuende nayo. Sasa hiyo siku hapa nafanya tu yenye tanipata tu bwana, job tanipea tu nianza life yangu. Kapata kajob ka security. Yule mwenye ameniambia job ya security simjui. Nivyo tu nilienda nikampata akiwa alikuwa amekaa mahali. Ni kama supervisor wa hiyo kampuni ya security. Kaniambia, akaniita. Hiyo anaita nani na mimi simjui. Hata sijamuona. Kaniambia niko hapa natafuta ati tulikuwa kijana tulikuwa majiri hapa, lakini nimesha job. Natafuta kijana mmoja anaweza kuwa watimani wa usiku. Wewe naye ni nani? Mimi nikamwambia hata mimi si ni sawa. Bwana nitafuta mtu simi naweza fanya. Kaniambia fanya hivi, nipigie simu kesho to meet. Ndo ukuje ni kupeleka kwa watimani mwingine wa soja mchana. Mjone na yeye ndo umkie kazi ya following day. So hiyo siku niambia niende, nimpigia simu siku na credo. So nilimpigia after one day. Hiyo job akaniambia bado job iko. Wewe fanya hivi, kuja kitu saa 1, kuja ukiwa ready, ingia job. Mimi nikana ingia job. Kuingia job unachapa job. Mwezi kaisha, nikamwambia nitakuwa nalipo date 15. Date 15 imeisha. Nimefanya kazi mwezi mmoja, ile pesa umepewa tu 500. Ndio mshahara umepewa after end month. Na mlikuwa mmeagana? Tulikuwa tumeagana job unalipo date 15 na ni 18,000. Asi 18,000. 8,000. Kisema 18,000. Kama nipenda nilipo 8,000. Nilipo 500 sasa. Ndio 500 nilikuwa nataka mpaka unashanga kuipigia hesabu. Nilikuwa nataka nilipwe. Nitafute kanyumba unajua kama Kiambu kupata ukitaka nyumba yenye iko na maji na stima lazima urudi mfuko. Labda kutoka 2500 kuendelea juu. Na hiyo story nakupea sasa ni story ya kitambo. Ni story ya like 3 months ago. 3 months. Sasa tunakupea story ya last year. 3 months ago. Ndio nimejaa kwa security. Kwa job. So sasa hii as we are talking unafanya security? Nafanya security. Hii security nafanya sasa unaona niko kwa hiyo madhe. Na kusoma? Kusoma ni maliza kitambo. Okay. Sasa ni kwa hii. So bado uko kwa madhe? Hapana, nilikwambia sasa ni za life nyingine. Hapa nilikwambia hii nyumba si iko na madhe. Hii nyumba sasa nikuja tena kuhostiwa na madhe fulani mwingine. Hiyo madhe sasa nakwambia kuna kijana mmoja lakini maisha yake sasa ana mbona yeye. So huyo madhe so nimeweza kutumia kitu fulani usiku, mimi ni soja. Silali. Then mchana mimi ni house boy. So mimi sina hata time ya kupumzika hata kulala. Unatoka job 6 unalala, ukienda kulala ni madhe anaenda job, anaamka kitu saa 1 nusu saa 2 hapo. Nakwambia bado hujaamka na umelala 6. So uamke, uoshe vyombo, upanguze nyumba, ufanye mambo zenye kama vile ukiajiri house girl venye nataka kufanya. Mimi ni house boy. Mimi nafanya hiyo job. So wewe utafanya kama house girl? Na sasa nalipwa ndo niishi huko. Ni opportunity umepata na sababu opportunity ya kuishi huku lazima nifanye kazi zenye ziko huko. Life imeleta shida. Life imeleta shida. So unafanya kazi usiku na mchana na end month hakuna. Mimi sina kitu. So mimi niko tu kama slave na niko Kenya. Niko Kenya lakini mimi ni slave. Na umeniambia shule kile ulisomea stima. Kuunganisha mastima. Na ukapatiwa kama sahi kazi ya kushikanisha stima unaweza. Vizuri sana. Lakini ilikukataa. Nilikataa juu hata certificate haijatoka na sijui mbona haijatoka. Certificate haijatoka hata leo.
Okay. So nakwambia mimi nimefungiwa kila mahali. Wale mlishindwa cooperate na wao? Na ule besti? Ule besti hata sasa sijui kwenye anakuanga mimi. Juu tripota nango tu hivyo. By the time ndo nipeana namba. Stori yangu ni hapo. Na huyu besti mlikuwa mmejua na for how long? Alafu ndio muite besti. Yeye kwani yako kwa Illuminati? Yeye ako kwa Illuminati already. Lakini sikuwa najua. Do you have a proof of that? Gani? Jona hata mtu ndo ananipa namba Illuminati. Ni mtu life yake inaenda tu sawa. Hiyo mtu nika kwa US. Life yake tu ninywe. Huyu jamaa huyu jamaa hata uone kistruggle. Hajasoma. Ati yeye anasema ati mtu amesoma. Sasa huyo mtu ndio maana life yake iko poa hivyo. Hajasoma ati yeye anasema amesoma. But life yake tu iko tu nywe. Na hiyo mtu kama ndiye anakunganisha na Illuminati na anakuambia kuna place unaweza saidika na nitakupeleka. Hakuna vile Mkristo anaweza kupeleka kwa Illuminati ndio kasaidike. Hakuna. Sio ni prove enough kusema mtu ako Illuminati. Hebu ongea na viewers. Waambie aje. Unataka wakupatie kazi ya stima. Kazi ya stima umesema uko sawa nayo. Kazi ya stima niko sawa nayo. Na umesema bado ukapatiwa MC uko sawa. Ukipatiwa MC niko sawa. Ukikuwa na maybe una zi advertise job. Waambie. Okay, viewers. Mimi nimesikia leo Josake comedian, ama comedian. Pia nimefanya job electrical. In case maybe unaweza kuwa na kijob watu hapo, maybe unauza vitu za stima. Unataka kunipea job. Mimi niko available. And pia uko na event unataka MC, pia niko sawa, ama Kikuyu MC. Pia kama uko na job maybe uko na kampuni unataka tufanye advert, pia nafanyanga hizo job za advert. If nikipata chance naweza fanya my level best to make sure ya kudisappoint. So ukiweza kuwa tu uko hapo uko na kampuni, uko na job yote unataka kunipea, mimi niko available. Hata kama uko na maybe either a radio ama TV station, mimi am a good presenter. Nimewambia nimefanya in a media, so niko na experience. So ukiweza kuwa na hiyo job, maybe uko na radio ama TV, just nitie job mtu nitachapa tu job. Nice. So kama watu wangu vile umesikia Jose amewaambia, vijana huku maybe tunaweza sema ni wanajaribu kujituma, lakini maneno huku imewashika. Unasikia kama best yake alikuwa amejaribu kumweka kule kwa au tunawaita Illuminati. Na siwezi kusema hivyo. Unajua mtu anapenda testimony, ndio yule mtu mwenye hapo nje anataka kuingia Illuminati ajue si kuzuri. Kuna story tulikuwa nayo hapa juzi, msichana ako ready ku sacrifice baba yake. Na ako sawa yeye ana shida. The reason yeye haezi patia na mamake akiwa kwanza kulingana na yeye ni sababu mama yake amesafa na yeye sana. Na pia kulikuwa na mwingine tumekuwa na cases kadhaa, lakini hizi sana ni major. Hii nyingine nao ni msichana bado alikuwa anasema ako na watoto 3. But yeye atapatia na wa kwanza ili ya wengine wasiumie. Wewe na umepeana na best yako? Nipeana na best yangu. Na sasa kwani hivi anakupatia kuna kitu anapata kule? Unajua kama ukisikiza historia za Illuminati, unasikia ukipatiana mtu mmoja kuna vile unaongezewa kacheo. Ni kama vile unasikianga sijui maybe ama polisi wa kawaida kada pewa mission iende I complete naweza pewa na apite na mission ikuwe complete kabisa, anapandisha kwa level pale. Hata huku kwa Illuminati ukipatiana best yako ama utitisho mtu upatiane zimo utangazewa kacheo. Na sasa is there any conversation that you still having with them? Imagine after kunipatia namba tukabonga na watu nikakataa kukubali hizo instructions zao. Huyu jamaa nisimweke nenda mteja baka wa leo.
Maybe alimwambia. Ushaijaribu kumpigia kwani? Mara mingi sana. Missed call. Nimpigia mpaka nikabweka nikafuta hiyo namba yake nikaona najaza tu. Uko nayo sahi? Nilifutanga. Hauwezi ukaikumbuka sahi eh? Hawezi kumbuka. Juu mtu alinyumanga sana. Juu mtu anafanya life yangu iko hivi. Maybe saizi ingekuwa faa sana. Maybe saizi hata life yangu ingekuwa tu inaenda tu vizuri. Wazazi wangu angekuwa before then ulikuwa unachapa fiti. Mimi nilikuwa tu poa. But unaona talent yangu penye nimekuja kugundua niko na talent. Hapo. Ni hapa sasa huyu amekuja akakuona na yeye. Akaishika. Juu talent yangu yenye nilikuwa najuanga kitambo, nilikuwa gospel artist. Prisia, unajua hata saizi mimi ni Kikuyu gospel artist. Niko na ngoma zangu. Niko na ngoma zangu. Ziko YouTube. But sijai record hata moja. Audio ama video? Hakuna, nimeandika niko tu nazo kwa kichwa but sijai record hata moja. Sijaipata mpaka shilingi moja tu hivi kwa na studio. Nikitafuta connection nao ma celeb. Mwingine anakutusi, mwingine anakublock, mwingine anakana. Hapa Kiambuzi Shiro wa GP yako hapo. Ona Shiro wa GP, nikupa story ya Shiro wa GP. Shiro wa GP nimemtafuta hata sijui kana mwaka mmoja. Shiro wa GP mpaka nimeenda mpaka fine tune. Kwa hiyo studio yake. Nikaambiwa siwezi ona Shiro wa GP, lazima ubuku appointment na tao moja. Sasa mtu kama ubuku appointment na tao moja, hiyo receptionist hapo kwake. Mimi mpaka kukula ni shida. Mimi mpaka pesa yake ni shida na mtu akwambia ubuku appointment na tao moja. Nikaona yezi miki. Hiyo ndio siwezi pata. You mean unaambiwa uone Shiro wa GP na 1000? Shiro wa GP hata niko na namba yake hapa. Nimechikumpia hata kutumia message. Uko na namba yake? Sasa kwa hiyo namba ya Shiro wa GP. Tumpigie. Shiro wa GP niko na namba yake hapa. Sababu sasa watu wangu I think you can feel the energy that is out here. And it pains. Direct phone yake ya mfuko. Hii ni yake. Si ya job. Yake ya mfuko. Watu wangu acha tusikie kama jika niko na kiredu. Shiro GP nimempigia mara mingi sana. Sasa nampigianga. Ni kama ajisa hivi namba yangu. Sasa nikimpigia ananiambia ni nani? Mimi ni yule kijana mwenye anakuambia msupport record ngoma. Akisikia tu hiyo jina kwa record ngoma, anakata simu. Hai mpaka nikashinda wao. Kwani hawa jana support yangu kwani nini wanakuanga nayo? Ama nini wanafanyanga? Acha tusikie. I end it through. Ndiki sana kiredu. Ni hapa kuna network. Lakini hiyo namba ukichukua kikoo namba ya Shiro wa GP ya mfuko. Unapenda hapo kama unaweza pata message nimeishi kumwandikia. Hebu tukimaliza hii show tutampigia. Tuone vile yako. So guys, I think meskia you've heard the story about him. Na I think we are really fighting. So guys, tunapigia Shiro wa GP. Hello. Oh, naitwa Joseph Maina. Yule kijana anakuambianga umsupport recording ngoma zake za gospel. Yeah. Msikia. Hapana. Naenda kupata karango amurai. Anipe 1 minute. Tu nije explain kwa mafans. Aniambia kijana ndio karali. Kijana ndio karali. Please try again later. Nambari uliyopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Ni Shiro wa GP amekata simu.
Jesus. hard for these people. You're making it hard for these youngsters to getting to where they're supposed to be. Tafadhali, uko hapo nje, you have the ability na unajua uko na uwezo wa kusaidia huyu kijana. Vile umesikia amesema amefanya course ya electrical engineering, si ndio? Installation. Electrical installation. Yeah. Na pia amesema ukampatia kama uko na harusi, kama ni rurashio, kama ni any event, hata nyinyi ambao mko na corporate hizo corporate events zenyu, hata birthdays, watu ni event. Exactly. Ni ya Mungu. Nimeshaokoka sasa. So tafadhali watu wangu, tufanye tuache hii maneno ya kushika destiny za vijana wetu. People are losing it because of sisi ambao tunawafungia. Uko hapo nje, tafadhali, najua umesikia story yake, and please, you have the ability to support this person. Ningewaomba, namba yake iko hapo chini, even the YouTube link iko hapo chini. Can you support him please? Subscribe to his channel, angalieni content yake vile iko, and mjaribu muone vile tunaweza saidia huyu kijana. So my guy, you can maybe have maybe the last words to the viewers who ambie ujitete mara ya mwisho. At least sababu kulingana na vile umeongea na I felt your pain. Hadi wa saa hii bado hauna mahali kwako, unaweza ita kwako. Hata saizi naishi kwa wenyewe, but home anajua najikaisha. Umesema home ni wapi? Home ni hapa Gilgil, Nakuru. Wewe ni wa Nakuru? So home anajua mimi. Kijana ako sawa Nairobi. Lakini vitu kwa ground zimekataa. Vitu kwa ground, hata saizi mamangu ajua napitia. Sijui anaweza kuwa wapi. Juu home wana fake life. Because nisipo fake life, nitaambia rudi ushago. Na ushago ndo shida iko, na nataka kusaidia familia yangu. So lazima tu nikufe na mambo zangu huku, nitasakia huku, but home na fake to life. Mimi niko sure sawa. But mimi mwenyewe mimi siko sawa. Sina job lakini ukiamua kukaa unakaa kama mtu ako na job. Waliniona kwa media. So nadhani wajua watu wanadhani jana aliomoka. Ukiingia kwa radio station ama kwa any media, unafaa kuwa drive gari kubwa kwa barabara. Unafaa kuwa kama ishapoa. So waliniona kwa radio, sasa wanadhani mimi nakuwa tu sawa. Mtu ndio akopia kuambia nirusha 500, nirusha hata acha 500 mpaka ambao hauna. Na umesema bado uko na unaweza toa yo artist, ni unaweza toa video zako. Nini uko na ngoma unaweza fanya? Mimi saizi ndipo pale tu mtu atanisupport, aniambie tu, hata sitaki pesa. Niambie kwa nipeleke studio ndio record ngoma, nitachapa tu ngoma zangu. I'm a gospel artist. I would request my people, tafadhali hapo kwa comment section, kama you feel that you can support this person, aende record. Hata kama sasa unaweza kuwa na ngoma ngapi audio? Sasa niko na ngoma 3 ziko kwa kichwa, hata siandikangi. Tungangane tutengeneze audio 2. Tungangane tumsupport na audio 2. Mimi nitakufanyia video. Sasa nitakuwa nafurahi sana. Mimi mwenyewe nitakufanyia video. Nitakuwa nimefurahi sana. Natarudisha shukrani sana. Sawa. Yeah. So out there my people, kama unajua ni producer, kama unajua uko na uwezo pia unaweza maybe msupport hapo kwa comment section. Please tell us, tuambie utamsupport. Haitaji pesa yako, tafadhali let us help him grow his talent, because I think his highest percentage of what he's able to earn with ni talent ile yako nayo. Na kama wewe uko na uwezo wa kusupport talent kama hizi, tafadhali
hapo bado kwa comment section, make sure that umetuambia so that we can communicate and help this person. Vile mmesikia ana struggle sana kusurvive. Nyumbani kwao umesikia ni Nakuru, wao wanadhani he's having a good life in Nairobi. But vitu kwa ground, my guys, nyinyi wenyewe umesikia, vitu kwa ground ni different. And it pains. And that's why on Sunday, the past Sunday mliona Mfalme wa Amani Foundation ilikuwa pale Thika. The aim of the foundation ni kusupport, ni ili tuweze kusaidia vijana kama hawa, because our young people have lost it. Our young people have lost it because sisi wenyewe ndio tumewafanya wapoteze. So please, kama uko na uwezo, kama uko na mahali unaweza saidia, kama ulivyosikia hana mahali kwake ambako anaweza ita kwake, na unaweza maybe mlipia rent, tuambie hapo kwa comment section, tusaidie huyu kijana. So thank you very much Mr. Jose. I think vijana kule nje na pia wale wanatutazama watasikia kilio yako. And I'm very much I think nitasema me on my side, vile nimekuambia, nitajitolea, nitakufanyia with my other members. Sisi tutakusupport upande wa video. Nafurahi sana. Tutakufanyia video, then our viewers tuone ni wangapi watatusaidia kutengenezea audio. Nafurahi sana. Sini sawa? Yeah. So thank you very much. Na I'm wishing you all the best. Hata tukiendelea, we'll keep in touch. And my people, tupatane another time, but next time wacha tukutane for better results. Yeah. Tukuje tuonge mambo ambayo maybe tusikie the other story ya vile atakuwa amesaidika. So thank you, till next time, adios.